ikaanguka chini kwa mikono ya kutetemeka. Akajifunga mdomo wake ili asipige kelele. Kulikuwa na mtu amesimama nyuma yake. Lakini kitu cha kutisha zaidi, tumekupata. Kulikuwa na msichana mmoja aitwaye Neema ambaye aliishi peke yake mwenyewe kwenye apartment ndogo mjini. Kila siku kabla ya kulala, ilikuwa anahakikisha amefunga mlango wake vizuri. Lakini usiku mmoja, akiwa kitandani, alipokea ujumbe kutoka kwa namba isiyojulikana. Ujumbe uliandika, "Angalia chini ya kitanda chako." Neema alicheka kidogo, akaamua kupuzia. Dakika chache baadaye, ujumbe mwingine ukaingia. "Sijasema utazame simu, nimesema angalia chini ya kitanda." Safari hii moyo wake ukaanza kuenda mbio. Polepole akashuka kitandani. Akapiga magoti na kutazama chini ya kitanda. Na hapo ndipo damu yake ikaganda. Kulikuwa na msichana mwingine chini ya kitanda aliyefanana naye kabisa. Na kabla Neema hajapiga kelele, msichana yule akanongona, "Usigeuke nyuma." Neema akabaki akiwa ameganda kwa hofu. Hakuthubutu kugeuka nyuma. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu sana, kiasi kwamba aliweza kusikia mapigo yake mwenyewe. Polepole akaanza kuhisi pumzi nzito nyuma yake, pumzi ya baridi ya ajabu. Na ndipo taa ya chumbani ikaanza kuwaka na kuzima. Tak, tak, tak. Msichana aliyekuwa chini ya kitanda akaanza kulia kimya kimya. Macho yake yalijaa machozi. Lakini Neema alikuwa tayari anatetemeka taratibu. Akaanza kugeuza kichwa chake na ghafla taa zote zikazimika kabisa. Chumba kizima kikawa cheusi. Kimya, kimya kizito sana. Halafu sauti nzito ikasikika karibu kabisa na sikio lake. "Kwa nini hukusikiliza?" Neema akapiga kelele kubwa. Taa zikarudi kuwaka ghafla. Chumba kilikuwa kawaida. Hakukuwa na mtu nyuma yake. Neema akapumua kwa nguvu huku akilia. Haraka akaangalia chini ya kitanda tena. Lakini safari hii hakukuwa na mtu. Kitanda kilikuwa tupu. Simu yake ikawaka tena. Ujumbe mpya ukaingia, "Sasa amekuona." Mlango wa chumba chake ukaanza kufunguka polepole wenyewe. Neema alikuwa ameganda kabisa. Macho yake yalikuwa yamekodoa mlango ule mweupe uliokuwa ukifunguka polepole wenyewe. Simu yake ikaanguka chini kwa mikono ya kutetemeka. Halafu akaona kivuli kikisimama nje ya mlango, kirefu, cheusi, kisichosogea. Neema akajifunga mdomo wake ili asipige kelele. Lakini ndipo simu yake ikawaka tena. Ujumbe mpya, "Usiangalie mlangoni, yuko nyuma yako." Mwili wa Neema ukapoa kabisa. Polepole akaanza kugeuza macho yake kuelekea kwenye kioo kilichokuwa pembeni ya chumba. Na hapo ndipo alipokiona. Kwenye kioo kulikuwa na mtu amesimama nyuma yake. Lakini kitu cha kutisha zaidi, hakikuwa na uso. Neema akapiga kelele kwa nguvu. Lakini kabla hajakimbia, taa zikazima tena. Giza totoro. Halafu sauti nzito ikanongona, "Tumekupata." Like, comment, share na subscribe kama unataka sehemu ya pili.